Na taifa la Irani linaendelea kufanya makubwa katika dunia ambayo hatukuyategemea kama wana uwezo huu. Lakini leo taifa hili linadhihirika mbele ya dunia kwamba lina uwezo mkubwa sana wa kufanya chochote kinachotaka, kama ambavyo mataifa mengine makubwa yana uwezo wa kufanya chochote ambacho wanaweza kufanya. Lakini hawa wanaonekana wana uwezo zaidi, kwa maana ya wanatishia mambo mengi, na si kutishia tu bali uwezekano wa kufanya pia wanao. Kwa hiyo kama unavyoona, Iran ni kama leo tunaiweka kwenye orodha ya kama vile China, kama vile Korea Kaskazini, kama vile Urusi, kama vile Marekani, pengine na mataifa mengine ambayo hatujayataja hapo. Ndiyo inakaa kwenye level hiyo, sio kwenye level tena ya mataifa kama ya Kiarabu, kama ilivyokuwa mataifa ya Kiarabu au mataifa ya Kiafrika basi kuifananisha na Iran. Iran imeshavuka huko. Kwa hiyo mataifa ya magharibi au Marekani wajue kwamba Iran ni nchi ambayo wako pamoja katika uwezo mkubwa wa kivita na wa kiteknolojia, na pengine kwamba Iran anaweza kuwa amewazidi sana au Kwa hivyo Iran haipo katika ulimwengu wa tatu ama ulimwengu wa pili kiteknolojia. Wajihesabie kwamba Iran wako katika ulimwengu wao, kama wao wanavyojihesabia kwamba wapo katika ulimwengu wa kwanza, basi na Iran nayo ipo katika ulimwengu wa kwanza. Tena pengine wajihesabia kwamba kwenye top 10 ya ulimwengu wa kwanza, basi Iran haipo kwenye namba 9 au namba 8. Pengine ipo kwenye namba 1 au namba 2 au namba 3, au anaweza kuwa anawaongoza. Kwa sababu tumeona hata vita vya Urusi kwamba mchango mkubwa ametoa Iran, na nathubutu kusema lau kama sio droni za Shahidi namba 2 ambazo zilikwenda kusaidia pale nchini Urusi, basi palikuwa pana uwezekano mkubwa kwamba hata Urusi vita vyake na Ukraine vingemsumbua sana. Lakini mchango wa Irani ndani ya Urusi ulikuwa ni mkubwa mno kuweza kuidhibiti Ukraine kwa kutumia droni za Shahidi. Shahidi zimefanya kazi kubwa sana ndani ya Urusi kuweza kusaidia. Tuliona pale rais wa Korea Kaskazini aliweza kutuma vikosi jeshi na baadhi ya vifaru vilikuwepo pale. Lakini pia tuliona rais wa Irani aliweza kutuma vikosi jeshi, lakini na droni za aina ya Shahidi, tena si Shahidi namba 1, Shahidi namba 2 ndio zilikwenda kusaidia pale, na zilifanya msaada mkubwa sana, kwa sababu kinachoonekana Urusi ni kama alidhibitiwa, vifaa vyake vilikuwa vinashindwa kwenda kufanya kazi kwa ufanisi. Ni kama vile wale vibroke, unatuma bomu alitoki, unaendesha kifaru kitembei, ni kama walimuwahi kwa mfumo huo. Lakini alipokuja Shahidi aliweza kufanya usafishaji mkubwa sana wa kuondoa wanajeshi wa muungano wa NATO waliokuwa upande huko wa Ukraine. Kwa hivyo Iran ni taifa lenye teknolojia kubwa, ni taifa kubwa, ni wako vizuri sana. Kwa hiyo mataifa ya magharibi yaelewe kwamba sio Iran ile ambayo walikuwa wanaifikiria wao. Katika kulitazama hilo kwamba inaonekana Muirani anataka kuwaondoa kabisa wa Marekani Mashariki ya Kati, kwa maana wasiwe wanamiliki chochote, waondoke moja kwa moja, na hata watakapokuja mataifa Mashariki ya Kati waje kama wateja wa kawaida, kama tunavyokwenda sisi wa Afrika kwenda Mashariki ya Kati kufata bidhaa au kupeleka bidhaa. Hatuna umiliki wa kitu chochote. Ndivyo wanavyotakiwa wazungu waende Mashariki ya Kati katika sura ya namna hiyo, kwenda kununua mafuta, tena sio kwa sarafu yao, kwa sarafu ya labda ya Iran au kwa sarafu labda ya China, waende wakafanye biashara katika sura namna hiyo, kwa udhibiti wa Iran. Katika mlango bahari wa Hormuz watapita kwa kulipa kodi kama kawaida, na sio kwa kupita kwa umiliki na kwa ubabe wa aina yoyote ile. Ndicho anachotaka kukifanya Muirani, kuwafanyia watu wa magharibi ama kuwafanyia Marekani, na ni kitu ambacho ni kigumu sana Marekani kukubali. Kitu hichi ni kitu kigumu sana Marekani kukubali, na kama anakubali au kama atakubali, basi ni ishara kwamba Marekani ameshindwa kabisa vita hii, na hamwezi kabisa Muirani kwa namna yoyote ile. Tuchukulie mfano wao kutaka kudhibiti mlango wa Hormuz, mlango bahari, kama wataweza kumiliki na wakatoza kodi kama wanavyotoza sasa hivi. Kwa maana pale tunaona meli moja wanaweza kuchukua mpaka dola takriban milioni 2 kwa meli moja. Tujalie kwamba nchi kama Marekani labda inakwenda kuchukua Mashariki ya Kati, labda kwa mwezi kapeleka labda meli 20.
au kapeleka meli mara 20. Tuchukue kama Urusi apeleke meli mara 20. Chukua kama China kapeleka meli mara 20. Chukua kama India kapeleka meli mara 20. Tuchukue kama Afrika nzima tumepeleka meli mara 20. Tuchukue labda mataifa ya Japani kwa mwezi wamepeleka meli zao mara 20. Tuchukulie kwa mwezi mmoja, kila taifa au kila nchi kubwa apeleke meli mara 20, na inawezekana kupeleka mara 20 kwa sababu mafuta ni mengi yanategemewa kutokea Mashariki ya Kati, kwa Kuwait, Saudi Arabia, Omani, Bahrain na sehemu nyingine. Japokuwa si nchi zote za Kiarabu hutegemea kupitia mlango wa Hormuz. Ziko nchi nyingine ziko nje ya mlango huu, kwa maana wanaweza kutoa mafuta kupitishia nje ya mlango huu. Lakini tunakaribia nchi 6 au 5 ambazo zimeambatana pale, ambazo zinategemea mlango bahari huu, kwa maana lazima upite hapa. Sasa hizo nchi 5, maana yake utoaji wa mafuta ni mkubwa sana. Ukizichukulia hizo peke yake, hizo zinatoa mafuta na kuingiza meli, kwa maana ya mifumo ya kibiashara, uingizaji na utoaji. Uwezekano wa China kupita pale mara 20 kwa mwezi upo, na uwezekano wa India kupita pale mara 20 kwa mwezi upo. Uwezekano wa mataifa ya magharibi kupitisha pale meli mara 20 kwa kuuza na kununua pia upo. Sasa ukichukua tu mfano huo wa haraka, ndani ya mwaka Irani atakuwa amemeki billions of money. Na ukiangalia pesa Irani ilishushwa sana thamani, kwa maana iliangushwa thamani yake kutokana na vikwazo alivyowekewa kwa muda kwa miaka mingi, tangu miaka ya 70 80 huko. Irani anaishi katika vikwazo vikubwa sana na mataifa ya magharibi, kiasi kwamba imepelekea mpaka sarafu ya Irani kudondoka sana. Ndio maana pia ameamua kufanya biashara pale kwa kutumia sarafu ya China. Sijajua hekima yake ni nini, lakini pengine katika muunganiko wao ule wanakusudia kufanya kitu fulani kwa kutumia sarafu moja, huenda. Lakini sarafu yake itapanda na kuwa tajiri. Maana yake hivi vita vinaweza kumtia utajiri sana. Ndio wanasema muda mwingine neema ipo ndani ya shari, na muda mwingine shari iko ndani ya neema. Kwa hiyo Irani kwa picha inapokwenda, kama atafanikiwa mfumo wake huu au mkakati wake wa kuzuia mlango bahari huu na kuchukua kodi, maana yake tunasema neema ilikuwa kwenye tumbo la shari. Kwa hiyo ameingia kwenye neema moja kwa moja.